Kwanza naanza kwa kuwashukuru wote kwa kutenga muda kuja. Sisi tunawahitaji sana. Kwamba mmekubali kuja hapa ni furaha na faraja kwetu. Namuona mtu mmoja tu Jackson kutoka Tabata. Si ndio hao namchanganya? Kutoka Tabata mfano mmoja hapo. Doto DD Collection Moshi. Mfano mwingine. Na nimewataja hao wawili, nitaeleza kwa sababu gani. Sisi tunahitaji sana nyinyi ambao tayari mpo mnaozalisha na mna ujuzi na mnauza. Tunahitaji sana katika sisi kufanya kazi na nyie na kuimarisha ujuzi tunaotoa katika vyuo vyetu vya VETA. Vitu sio vya nadharia. Hata kama mtu amesoma atahitaji ajifunze kwa vitendo zaidi. Na vingine vinatoka na ubunifu na utundu wa mtu. Kwa tunahitaji kujifunza kwenu nyie ambao mna ubunifu na utundu. Haijalishi cheti chako ulichonacho. Unaweza kuwa darasa la 7 tu lakini una utundu na ubunifu na kweli vitu vyako vizuri. Kwa hiyo nawashukuruni sana 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 kutenga muda kuja kushirikiana na sisi. Na ipongeza VETA. Haya ni maelekezo yangu mahususi. Nishatoa mwanzoni. Mara ya pili nilikuwa na Doto pale na Jackson. Mbonye, si ndio? Ofisini kwangu. Wale mafundi, mmoja Tabata mwingine Moshi. Na nikatoa namba kwa Anton. Nikasema ndio hawa washirikiane nao kwa sababu wanashona vizuri. Mimi suti zangu hizi nyingi nashona locally. Unashona vizuri lakini ni on demand. Unakwenda, unapima, unashona. Lakini ukienda kwenye maduka ya nguo hapa mjini, City Center hapo, utakuta suti nyingi zimetoka Uturuki na kadhalika. Sasa hivi hapa nchini tuna watu at least namjua mmoja. Ukipima suti saa hizi, kesho saa 4, saa 5 ushaipata. Anazungumzia suti kama mfano mmoja hapo. Lakini sasa tunahitaji sisi tushirikiane kusonga mbele. Kwa hiyo nawapongeza VETA kwamba hatimaye sasa mnafanya kile tulichoagiza. Na ni sehemu ya maadhimisho sasa ya miaka 30 ya VETA, lakini lazima iende beyond that. Tunahitaji sana kuimarisha ushirikiano kati ya viwanda na au wazalishaji na vyuo vyetu. Hatuwezi kujidanganya kwamba tutapata utaalamu tu wa kutoka mtu ametoka chuoni aje afundishe VETA bila kuwa na uzoefu wa kiutendaji. Na mifano ipo mingi. Nashukuru sasa tunaenda vizuri. Lakini kabla katibu mkuu alikuwepo wakati ule alisema magari yetu yote ya wizara yatakuwa yanafanywa service VETA. VETA asema bwana tunaomba kidogo bado hajajenga uwezo, lakini tunachukua watoto, tunakusanya ada, tunawafundisha ufundi wa magari. Kwa hilo ndio waambia VETA, jengeni mahusiano na wazalishaji wa magari. Watu wetu wawe trained kule. Na magari ya sasa hivi sio mechanical tu, ni electronic vile vile. Najua hatua hizo mnazo na mmeniambia kwamba mnaenda vizuri. Kama sehemu moja. Kwa kweli hili ni kazi ya kuunganisha ili wale watoto, vijana, mtu yote anakuja VETA afundishwe kwa namna ambayo inamjengea ujuzi halisia ulioko huko sokoni. Na mambo ni mengi. Hii ya nguo na ushonaji ni sekta moja hapo. Na kila mtu anavaa nguo. Ni sekta moja hapo. Ambayo natumaini kwa kushirikiana na wizara nyingine zinazohusika, sisi kwa kujenga mahusiano na nyinyi, na nitaeleza tunatarajia nini. Kwa hata mada nilikuwa nasikiliza, ile mada ninayoitaka nimeisikia. Mada ni ya namna ya nyinyi na sisi kufanya kazi pamoja. Hiyo ndio mada kubwa. Na ningekuwepo hapa ningesema jadili hiyo, tuachane mambo mengine. Mengine muhimu lakini tumewaita hapa mtuambie tunajengaje mahusiano. Kuna mwongozo umeandaliwa na VETA, mmeujadili. Huo mwongozo na manufaa kwenu. Hilo ndio kubwa. Hilo ndio kubwa. Na tutaenda sekta hadi sekta. Kwa mfano ujenzi. Anashukuru tangu tuongee nimeona
Alitoa mfano vile vile kwamba jamani, mimi nimeongea na mtu mmoja ana hizi aluminium kwa ajili ya madirisha. Ana vituo nchi nzima. Nikamuuliza, vipi wewe mafundi wako unawapata wapi? Asema na train mwenyewe. Una train mwenyewe nafanya, na ukienda popote hapa Tanzania ana vituo. Nikamwambia Anton, sasa huyu ana train mwenyewe. Kuna fursa ya kufanya kazi pamoja na huyu. Chuo chetu kinachofundisha ujenzi na yeye, hawa watu tunaowafundisha yeye akasaidia kufanya training mle ndani. Na wakimaliza hapa very likely watapata ajira kutoka kwa huyu mtu badala ya kufanya training mwenyewe. Lakini vile vile atatumia mafundi ambao wako field wanafanya kazi, atakuja kuwafundisha vizuri zaidi. Nilifurahi, niliona mkutano na mlivyotoka pale alinipigia simu. Kaongea saa zima, yuko very excited. Sasa naona mwelekeo kwamba na sisi wazalishaji, na anajenga kiwanda Kibaha, sio? Ajenga kiwanda Kibaha. Sasa mimi niko tayari kufanya kazi na VETA kama mna mwelekeo huo wa kushirikiana na sisi. Na sisi bado, kwa sababu anasema wakati mle unaajiri mtu kutoka VETA ni mzuri, lakini bado unamtrain. Sasa tukishirikiana tutahakikisha kwamba tuna shape ile training inayofanyika kwenye view ambavyo tunazihitaji, kwa sababu wanafunga madirisha ya aluminium everywhere. Kuna kuweka tiles, makampuni makubwa, majumba makubwa yanajengwa Tanzania. Dodoma ujenzi unaendelea. Mtumba pale. Tungetaka tuone ushirikiano na makampuni ya ujenzi na VETA. Na sisi tunawapeni nguvu kazi. Wanakuwa trained, wakija wanafanya kazi kule, wanatoka kitoka pale wanafanya, kwa sababu ujenzi sasa hivi wa nyumba nzuri za kuishi unaenda kwa kasi sana hapa Tanzania. Watu wanaweka tiles, wanataka kuziweka vizuri. VETA yenyewe inajenga. VETA inajenga level ya VETA mkoa Songwe na VETA nyingine 64. Nataka tuone na nitawa challenge mkajenge VETA nyie wenyewe kwa mafundi wenu. Nafurahi nimeona mambo ya kupaka rangi mnafanya. Na kesho nilimwomba waziri mmoja bahati mbaya pata udhuru na kuja mwenyewe pale Muhimbili kuona mnachofanya. Sasa ningependa tufike mahali tuseme VETA jengeni basi jengo moja la shule, jitoleni kajenge, sisi tuangalie sasa. Nyinyi ndio mafundi. Mnafundisha mafundi waenda sasa hebu jengeni hata darasa moja. Tutafute sehemu moja ambayo panahitaji shule, mwende mkajenge kule. Lakini tungependa mahusiano hayo. Furniture. Bado ukienda nenda Mlimani City, nenda utakuta furniture nzuri, magari, katafute furniture nzuri sana, asilimia kubwa bado zinatoka nje. Lakini kuna baadhi ya vijana watundu wanatengeneza furniture ziko mtaani huko utaziona. Nyingine nzuri tena woodwork perfect sana. Wengine wanawafahamu. Kwa mtu yote alifanya ujenzi, anataka kutengeneza vitu mpaka mbao, unajenga aki ya mbao wanafanya. Ukienda unakuta kwa mimi darasa la 7, mwingine anamaliza form 4, mmoja mzee mmoja anafanya sawa mimi darasa la 8. Ameweka 70 na kitu. Woodwork anayokutengenezea is amazing. Sasa wale tunahitaji wafanye kazi pamoja na VETA. Humu sisi tuta supply nguvu kazi na inabidi tuwekeze pengine raw material kidogo. Halafu yeye anapata nguvu kazi na sisi watu wetu wanajifunza on the field. Anajifunza kwenye chuo, anajifunza kwenye field. Kwa hiyo maagizo yetu yalikuwa ni haya. Mimi kwa kweli kwenye hilo roho yangu imetulia. Nadhani VETA tutakwenda. Ndoto ya rais wetu. Sasa hivi ndo kazungumza sana mambo ya ujuzi. Katukabidhi kazi. Sasa kazi yetu ni kutafuta solutions. Hata pamoja na shortage ya wakufunzi na ipo, ajira zinaendelea, lakini amini usiamini, wakufunzi walioko pale chuoni wasipofanya kazi na hawa wanaotengeneza leather, tunazo tukajikita kwenye nadharia zaidi na kutokuwa na ujuzi wa aina nyingi ambao tunaweza tukapata kwa kufanya kazi na nyinyi. Kwa hata tungepata wakufunzi wa kutosha 100%, bado tunahitaji hawa ambao tunaona hapa wanachofanya na utundu wanaofanya. Kazi ya ngozi pale nimekuwa naangalia yale mabegi ni total perfect. Haya ukiweka ukiwa na duka pale Mlimani City zuri, sasa unahitaji mtaji kuchukua mahali, ukiweka pale I'm telling you haya mabegi yatamove kwa kasi ya ajabu.
middle class Tanzania inapanda sana. Lakini ukienda kule utakuta mabegi mengi foreign made yanauzwa, kwa sababu pale ndipo pana outlet nzuri sana. Sasa sisi tukishirikiana na nyie, kwa mfano leather products, watu wetu wanajifunza kwenu, alafu nyie mkaangalia, sio tunaletea hela za utekelezaji. Kuna siku tutauliza yetu mbili, kila senti inakwenda wapi. Tungetaka tuone hata wakati mwingine mnashirikiana, mnajenga mashirikiano. Ndio maana nimesema mada kubwa ya kuzungumza hapa namna ya kushirikiana. Kulipa kodi sawa, mlipe, lakini hiyo nataka mimi nyie na sisi mnafanya nini? Ndio kubwa. Ni nini tukifanya kitasababisha nyie mfanye kazi na sisi? Ndicho hicho ninachotaka nikisikie. Na nataka outcome hiyo. Na sisi nimeambiwa kwamba kuna mwongozo wa kuzindua. Huo mwongozo usizinduliwe bila kujadiliana na wadau. Wadau katika sekta nyingine, tusijiwekee mwongozo sisi tumekaa tumeandika tumeweka mwongozo. Sasa tunataka tukae tumuulize Jackson, vipi bwana? Hii unaweza itakusaidia, utavutiwa kuja kufanya kazi na sisi? Aseme kipengele hiki kitatusumbua bwana. Kumbe kitasumbua, tufanyeje? Yaani majadiliano yawe namna ya sisi kufanya kazi pamoja. Tunaweza tukaanza na sekta chache tukaona namna ya ku-expand. Na kwenye hili mlioanza nalo fursa kubwa sana. Kubwa sana. Na nyie wazalishaji, mimi nikaga viwanda na biashara. Kwa hiyo tulikuwa tunasimamia Sabasaba. Niseme nilikuwa Sabasaba nakuta vitu na tulianza kupromote sana leather products by the way. By that time. Sio unakumbuka bwana. Ndio nilifahamu kina Weso pale nini. Na nikaambiwa chuo cha Northampton Uingereza ni one of the best. Nikaenda Mwanza DIT pale nikaikariji waende. Sasa juzi nimeenda kule nikakuta Watanzania wanasoma, wanasema unakumbuka wakati ule tulianzisha lile. Lakini tunachohitaji ndugu zangu, lazima tuzalishe kwa ukubwa, kwa wingi, kwa brand na kuuza ndani na nje ya nchi. Nirudie tena. Tunachohitaji lazima tuzalishe kwa ubora, kwa wingi, kwa brand, tuuze ndani na nje ya nchi. Kuna ushindani wa vile tunavyoingia ndani na sisi vya kwetu viende nje. Kwa hilo ni kubwa zaidi kuliko VETA. Kuliko wizara moja. Ni watu wengi tunahusika. Lakini VETA tunaweza kukusaidia kwa namna fulani. Kwa mfano, wale wanaoshona suits, Jackson kwa mfano. By the way, ngoja Jackson alichoniambia siku ile ofisini kwangu. Nikisema lakini anambia bwana, mkiniletea mtu wa VETA bwana mletee, sio nije nimfundishe tena. Au uongo Jackson? Uongo kweli? Vio tunavyovijenga ni platform ya kuondokea, lakini haiwezi kuzuia kuanzisha kituo kama tunavyosema shule shikizi na chuo shikizi, kwa sababu kuna mtu labda yuko Tabata ni fundi mzuri sana, anataka tupeleke wanafunzi wajifunze pale, na sisi tukatafuta eneo pale kama eneo shikizi, wanafunzi wakaenda pale wakakaa miezi miwili afu akarudi huko na yeye kidogo anakuja anafundisha huko. Hayo ndio mambo makubwa tunataka tuyafanye. Kwenu nyie tumeanza. Ni muhimu sana tuje tujipime tunafika wapi. Makongamano sawa, lakini makongamano ya very focused. State link ya VETA na nyie wazalishaji. Basi. Hao mengine mtazungumza na wizara nyingine zinazohusika. Sisi interest yetu ni link yetu nyie na sisi. Iende wapi? Sawa jamani? Sawa? Tumeelewana? Alafu mengine nimeangalia pale chuo pale wana design vizuri sana. Of course kwa upande wa VETA kuwasaidia watu spin off ku nani. Kwa hiyo hilo ndio kubwa na mimi nimefurahi sana nimekuja. Antony nakupongeza kwa mwendo huu. Kwa sababu sisi wizarani tunasema tunaangalia taasisi moja ya serikali iliyokuwa transformative hapa nchini. TANROADS. Ilianzishwa TANROADS. Nakumbuka waziri wakati akasema mimi nataka tusimamie ujenzi wa barabara. Gari lako dogo kutoka Mtwara ufike Kagera unaendesha kwenye lami. TANROADS imefanya kazi kubwa sana. Tunataka VETA iige aina fulani ya culture hiyo ya utendaji. Tukao tunajenga vyuo vingi sana. Watu waone matokeo. Kuna mambo mengi ya kufanya, lakini moja wapo ni kushirikiana na wadau. Kwa hiyo narudia tena kuwashukuru sana kwa kuja. Hasa nitaongea sana. Nirudie tena. Tunachohitaji kwenu, mnataka sisi tufanye nini ili tushirikiane? Mada nyingine zote zungumzeni, lakini sio hapa.
tukifanya tena, mnataka VETA ifanye nini ili tushirikiane? Hilo ndio kubwa. Kwa utaratibu gani? Alafu nianze kuona ni nani yuko tayari aanze ushirikiano. Tujifunze wakati tunafanya, tuone tutaendelea kuimprove wapi. Na matokeo. Kwa hii moja, kama unaweza mka-expand nyingine, twende. You can bite what you can chew for now. Lakini yule wa aluminium alikuwa alifurahi kweli. Na klipu kanrushia, wamekuja hapa watu wa VETA, tizama magari yamepaki hapa kweli, wanakuja kuniuliza. Sasa nimefurahi sana, maana mimi na train watu wangu mwenyewe. Yaani huyu ni anafanya biashara, sasa mimi na train watu wangu mwenyewe. Sasa ile skills development levy tutakuwa tumpe baada ya kuipa VETA au vipi? Si ndio maana yake? Si ana train wa Tanzania? Si anawapa ujuzi? Lakini si inakuja VETA pesa ya serikali. Sasa tushirikiane naye, training ifanyike ndani ya VETA. Au sio jamani? Basi tuendeni hivyo. Mimi nafurahi. Huu ni mwaka muhimu sana kwa VETA. Miaka 30. Yaani umetaka kuwa lazima kuwe na sababu ya kusherehekea tu. Miaka 30 jubilee ya nini? I don't know whether it's silver, diamond. Lakini kwa sababu umeamua hivyo, hizi atakuja kufanya celebration tutakazofanya hivi, na tuendelee mwaka mzima tuone innovation ya uendeshaji wa VETA. Tumpe Mtanzania matumaini ambao wanayo makubwa sana VETA. Kwa sababu kila mahali tunapoenda VETA inapojengwa, utasikia wanasema tulikuwa na ziara rais, wanasema tunashukuru sana Mheshimiwa Rais, VETA zinajengwa. Sana wanamshukuru. Na maelekezo yake. Lakini sisi yale tukabidhi kazi, hatutarajie sasa aende kwenye kila details namna ya kurani hizo VETA. Hiyo kazi ni yetu sisi. Ili baadaye akicheki wakati tuna shortage ya walimu, wakati wakufunzi tutawaajiri na ametoa kibali tunaendelea kuajiri. Lakini kule sokoni unaweza usipate watu wa kutosha kufundisha ile practical skills ambazo hawa watu hapa wanayo. Uongo jamani? Uongo kweli? Ni kweli. Kwa hiyo lazima tuchanganye. Na najua dhana itakuwa kurasimisha ujuzi. Hiyo VETA inajua, inafanya. Hasa wewe ni fundi mzuri, kuna namna ya kufanya, utaratibu lazima uwepo na kurasimisha. Kama darasa la 7 atakupa cheti kizuri, unaweza kupata paka cheti cha kuwa mkufunzi, unapewa cheti chako pale, umegraduate kwa kazi unazofanya, njoo fundisha hapo. Au vipi? Si ndio jamani? Kwa sababu mambo mengine ni utundu tu, mtu mwingine sio kwa sababu amesomea darasani. Lakini wako waliosoma darasani sasa wanataka kwenda kupata ujuzi huo. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana. Nimefurahi sana. Naanza kuzungumza maneno mazuri kuhusu VETA. Sasa ningependa twende hivyo. Kila mara tu tunazungumza hayo kwa kuyaona na maelekezo yakitoka yatekelezwe. Na hilo ndio nilisema. Kama tumetoa maelekezo yana ugumu kutekeleza, come back. Kutekelezi sasa tutaanza kutafutana. Na hakuna raha yoyote ya kuanza kutafutana. Na kutafutana maana yake nini? Hakuna raha yoyote kwenye hilo. Maelekezo yanatoka wizarani ni kwenda kutekeleza au kurudi. Au pengine maelekezo yametoka lakini hayajafikiriwa vizuri. Kwamba Mheshimiwa Waziri kweli umesema hivi, lakini unajua tunakuomba sasa labda tuende hivi. Hilo ningefurahi sana. Lakini ukishatoa maelekezo afu unakaa uone matokeo. Maelekezo wanasema hivi, jamani nijaribu kuonyesha kwamba hizi ofisi na zenyewe zina mamlaka. Afu ukionyesha hivyo unaumiza watu, au sio? Si ndio jamani? Kwa mimi naona tunaenda vizuri na bodi Alhaji. Nawapongeza. Tunaenda vizuri. Na mimi kesho niko na nyinyi Muhimbili kwa sababu nimefurahi sana kwa ajili ya kusherehekea kazi mnayofanya. Na baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja hapa kwa ajili ya miaka 30 tunayosherehekea na miaka 50 ya mfumo wa kitaifa wa kitaasisi wa usimamizi wa mafunzo ya amali nchini. Miaka 50 isiishie pale, ningetaka mwaka huu utumike namna ya kuwa wabunifu zaidi, namna ya kutoa elimu hii ya ufundi na elimu ya amali kwa ujumla wake.